Siku ya leo nimekuja kukutana na tukio ambalo lilikuwa linaendelea la wanafunzi wa Pamoja Ngabobo Sekondari, ambapo kwa kuanza kabisa walikuwepo eneo hili na walipata mafunzo mbalimbali kuhusiana na umuhimu wa kutunza fedha zao. Walikuwepo na wadau ama watu kutoka NMB wakapatiwa elimu hiyo kwa ajili ya kutunza fedha na vitu kadha wa kadha. Lakini mara baada ya hapo walikuwa na semina nzuri sana ambayo kwa kweli katika semina hii imeweza kuwagusa wanafunzi hawa Pamoja Sekondari pamoja na Shupu Sekondari, ambapo walikuwepo hapa wamepata semina kuhusiana na masuala ya uongozi, na baadhi ya wanafunzi waliokuwepo katika semina hii pia ni viongozi wa shule hizo mbili. Na hapa niliposimama pembeni yangu basi amesimama HP Head Prefect kutoka Pamoja Ngabobo Sekondari, atatuambia kile ambacho basi wamejifunza leo. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama alivyokwisha kutangulia kusema, mimi ni mwanafunzi kutoka shule ya sekondari Pamoja Ngabobo. Ni head prefect wa shule hiyo, na namshukuru Mungu kwamba kupitia uongozi wa mkuu wetu wa shule leo tumeweza kupata fursa ya kuja hapa kwenye Foundation for Tomorrow. Na namshukuru Mungu kwa sababu tumeweza kujifunza mambo mengi ambayo ni ya muhimu katika maisha yetu ya kiwanafunzi, lakini pia pamoja na taifa letu kwa ujumla. Kama alipokwisha kutangulia kusema mtangazaji, ni kwamba tulianza na semina ya benki, kuhusu mambo ya benki. Tulikuwa na wadau kutoka NMB, walitufunza mengi kuhusu umuhimu wa kutunza fedha. Na kikubwa ambacho walikuwa wakizungumza ni kwamba kutokana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia, sasa hivi kushika pesa, yani kushika pesa tu sasa hivi ni swala ambalo kama vile linaenda kupitwa na wakati. Sasa wanashauri na wanatoa elimu kubwa sana kuhusu masuala ya kifedha kutoka chini, na ndio maana pia baada ya kugundua kwamba sisi tuko hapa hawakusita kuja kutokana na umuhimu wa kuweka fedha wakati tukiwa na umri mdogo. Nyie kama wanafunzi mmeona lina umuhimu hilo la kuweka fedha mkiwa kuanzia mashuleni, na umuhimu wake ni upi? Umuhimu wake ni kwanza ili kujijengea nidhamu ya fedha kama tunavyojua kwamba pia chanzo cha kipato cha kila mwanafunzi ni mzazi, na wazazi pia wanajitahidi kutimiza majukumu yao ya kutoa fedha. Sasa mwanafunzi anapopewa elimu juu ya nidhamu ya fedha, hiyo inamsaidia kukua na hiyo tabia au na hiyo attitude, na kumfanya yeye kuwa kiongozi, kumfanya kuwa mtu mwanajamii ambaye ana uelewa mkubwa kuhusu fedha. Kwa hiyo kutokana na hiyo ni jambo ambalo tumejifunza sana, na wametoa ahadi kwamba hata siku ya kesho watakuwa shuleni kwetu, na ili kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanapata elimu hiyo ya fedha. Na jambo lingine ambalo tumejifunza siku ya leo ni kuhusu uongozi. Tulianza na mheshimiwa kutoka huko nchi za wenzetu, anaitwa Ferdinand. Alitufundisha kuhusu masuala ya uongozi. Na katika mafunzo yake aligusia sana masuala ya nidhamu katika uongozi, swala la discipline. Na zungumza kwamba uongozi ni kila kitu. Na kupitia mafunzo hayo hakika maisha yetu yamebadilika, na tunaamini ya kwamba kutokana na tulichokipata shule yetu itaenda kubadilika, lakini pia hatutakaa shuleni sana. Taifa letu pia litafaidika, sababu kiongozi ni kila kitu. Lakini pia mkuu wetu wa shule alipata nafasi hiyo kuendelea kutufundisha kuhusu swala la uongozi. Aliongelea masuala ya zile tabia za kiongozi bora. Cha kwanza kabisa alizungumzia swala la uaminifu. Kwanza kiongozi anatakiwa kuwa mwaminifu. Kiongozi anatakiwa kuwa na ushawishi, lakini pia kiongozi anatakiwa kuwa ni mtu mwenye maamuzi ambayo yanakuwa na athari chanya kwa pande zote mbili, sio kwake tu. Yako mambo mengi ambayo tumejifunza, na hakika siku yetu ya leo haijaenda vibaya. Kwa hiyo kutokana na hayo tunamshukuru sana Mungu, na kila anayesikiliza ni kwamba kuna umuhimu mkubwa sana
juu ya mambo haya ambayo nimeyazungumza. Swala la fedha kwa mwanafunzi, mzazi tu iko tayari kutoa fedha kwa ajili ya mtoto wake, lakini kumpatia elimu namna ya kuzitunza hizo fedha inakuwa ni mara chache sana. Kwa hiyo ni muhimu sana. Wewe kama kaka mkuu wa shule, ndio ulianzia wapi mpaka sasa hivi uko kidato cha 5, uko advance? Ndio. Uongozi wako ulishaona kuanzia uko primary, na unaona nini mbele kadri unavyoendelea kupitia huu uongozi wako? Kikubwa ambacho nimekiona ni kwamba mpaka pia nimeweza kuwania nafasi ya kaka mkuu ambayo ninayo sasa, sio swala ambalo nimeanza leo. Kwa hiyo kutoka na kwamba kiongozi wa darasa, monitor, kuja kiongozi wa shule kwa ngazi ndogo mpaka sasa nimefika hapa, ni experience ambayo nimepata tangu nikiwa, kwa mfano nimemaliza shule ya sekondari Ilboru, pale nilikuwa na nafasi pia ya kiongozi. Kwa hiyo pia kutokana na hiyo, na baada ya kutoka hapo nilienda Manyara Boys. Kabla sijafika hapa nilikuwa HP pia kwenye shule hiyo, lakini pia baada ya kuja huku namshukuru Mungu nilipata neema hiyo, na sikusita kwamba kuchukua nafasi hiyo kwa sababu ya namna ambavyo nilikuwa nikiwa huko kabla. Kwa unajiona pia hata katika ngazi nyingine mbeleni huko utaweza kuingia kwenye nafasi za uongozi? Kwa uwezo wa Mungu inawezekana. Sawa sawa. Neno la mwisho la kumalizia, na unatamani nini shule yako ya Pamoja Sekondari ifanye nini ili muendelee kupata semina za design hii? Kikubwa ni kwamba waliotoka leo ni chachu katika shule yetu. Kwa hiyo ni kwamba ushauri wangu ni kwamba taifa lisikae nyuma na kuona kwamba wanafunzi hawawezi, kwa sababu mfumo wa elimu ndio unaoamua kila kitu katika maisha yetu. Kwa hiyo kuwatazama, kufikisha vitu vya muhimu, lakini pia kuwaonesha wanafunzi kwamba wanaweza. Kama fursa kama hii ambayo tumeipata kuja hapa sio ya kitoto. Mkuu wetu wa shule amefanya jambo kubwa. Kwa hiyo wakuu wote wa shule pia wakiwa na tabia kama hii, taifa letu baadaye halitakuwa kama lilivyo sasa. Ina maana tunalijenga taifa ambalo watu wanafahamu fedha, watu wanafahamu uongozi, kwa sababu kuna watu tu kazi yao ni kuongea vibaya kuhusu viongozi, kwa sababu hawana elimu kuhusu uongozi. Kwa hiyo mtu akijua tangu akiwa mtoto, ina maana pia ataelewa kiongozi ana majukumu gani, kiongozi ana nafasi gani. Lakini pia cha mwisho kabisa kwa kila ambaye atakuwa atasikiliza hii ni kwamba tumeletwa hapa duniani kwa ajili ya kutatua matatizo. Mtu mmoja anaitwa Martin Luther King Jr. alishasema kwamba not everyone can be famous, but everyone can be great because greatness is determined by service. Kwa hiyo kila mtu ujue kwamba kuna sehemu ambayo sauti yako ni dawa kwa sehemu. Kuna watu wanakusubiri wewe ili wao wafike sehemu fulani. Kwa hiyo wewe utakapotimiza majukumu yako na utakapopambana, kuna watu ambao kupitia wewe nao wataweza kufikia malengo yake. Asante sana. Kwa majina naitwa Coleta Pasco, ni mwanafunzi wa kidato cha 5 PCM. Kitu ambacho nimekipata leo ni kikubwa sana. Nimejifunza kitu kikubwa ambacho kitaweza kunisaidia katika maisha yangu, hasa katika future ya sisi vijana. Kitu ambacho nimeweza kujifunza ni swala kubwa la uongozi, kwamba tukianza na msingi huu tuliokuwa nao kusimama katika uongozi wetu, tukiwa katika sehemu za chini kama shule, tutaweza kuwa viongozi wakubwa baadaye. Kama leo hivi tumejifunza kwamba tunatakiwa kuwa viongozi bora wenye misimamo. Hii inatujengea confidently. Leo naweza nikasimama mbele ya wanafunzi 600 nikawaeleza. Pia tunaweza kitu ambacho tunaweza kuwa na more thinking capacity. Maana leo tunaweza tukasolve problems. Wewe ukiwa kama kiongozi, kuna problems nyingi za wanafunzi. Ukiwa kiongozi unaweza kutafuta solution. So hata katika jamii ambao tutamaliza shule, tunaweza kuwa na ability kubwa ya kusolve matatizo ya jamii zetu. Hiko ndo kitu kikubwa ambacho leo nimekipata, ambacho kitanisaidia mimi, kitasaidia na jamii na dunia kwa ujumla.